huyu jamaa akenda akamuole bibi, ndoa itafaa? Kwa hakika katika uwanja huu ziko ikhtilafati ndogo ndogo za baadhi ya Waislamu, baadhi ya maulama zipo zinajulikana. Wako waliosema mwanamke uliozini naye hafai kumuoa. Sasa watu hawa ukiwauliza, baada ya Qur'ani yote hii kama Mwenyezi Mungu atawabadilishia ubaya wao wa dhambi, awafanyie mema, sasa huyu mtu ambaye kazini naye afanye nini? Anakosa jawabu nzito kujibu hapa, isipokuwa kilichobakia hapa anasema basi tena akae vivi. Wewe utaweza kae vivi? Akae vipi? Sasa ina maana kama asimuoe aliozini naye, ende akamoe mtoto watu mpya aliokuwa hajui machafu hata kidogo, apige hodi pahala ambapo mtoto watu kalelewa, hajui uchafu ule, hajawahi kufanya. Ndoa yao itakuwaje hawa watu hawa? Yule mtu kazoea mambo mengine. Toba ni kupatengeneza ulipo paharibu, na kupatengeneza kwenyewe. Kuna watu mtaani walikuwa wanajua huyu ni bibi wa fulani, hawara wake. Usidhani kwamba atokezea mtu labda awe mcha Mungu kweli kweli kwamba atakwenda kutaka kumposa kwa hali ya kutaka kumuoa. Kila mmoja anaona kinyaa amezini na fulani, huyu ndio alikuwa mtu wake huyu. Ina maana yeye maisha yake umeharibu. Sasa ili Mungu akisamehe ni kupatengeneza ulipo paharibu, naye ni kumuoa huyu bibi. Mwenyezi Mungu amesema kwenye Qur'ani, al-khabithatu lil-khabithina, wanawake wabaya ni kwa wanaume wabaya. Walkhabithuna, na wanaume wabaya, lilkhabithati, ni kwa wanawake wabaya vile vile. Watayibatu, na wanawake waliokuwa wema, litayibina, ni kwa ajili ya wanaume wema. Watayibuna, na wanaume wema, litayibati, ni kwa ajili ya wanawake wema. Ulaika mubarrauna mimma yakuluna. Kwa hivyo hapa mmeshakosea, sheti mkubali kwamba mmefanya makosa. Ili kujitakasa kwa Mwenyezi Mungu, sasa sheti mkubali kwamba nyinyi ndio kutengeneza uchafu mliofanya, sio je mwingine achukue uchafu ule. Hapana, ni wao walioharibu ndio kutengeneza. Sabiru Salaf TV, daima haki itaonekana. وما تركت لك الأيام عذرا لقد وعظتك لا